Zaidi ya miaka milioni 2 iliyopita, eneo hili la Tanzania lilikuwa na volkano kubwa sana. Wataalam wanaamini kuwa volkano hii huenda ilikuwa na urefu unaolingana au hata kuzidi baadhi ya milima mikubwa iliyopo leo. Lakini siku moja volkano hiyo ililipuka kwa nguvu kubwa. Baada ya muda, sehemu ya juu ya volkano iliporomoka na kuacha shimo kubwa lenye kipenyo cha karibu kilomita 19. Hapo ndipo ilipozaliwa Ngorongoro Crater, mahali panapoitwa leo na wengi kuwa ni bustani ya Eden ya Afrika. Kinachoshangaza zaidi ni kwamba crater hii si shimo tu. Ndani yake kuna maisha yanayostawi kila siku. Zaidi ya wanyamapori 25,000 wanaishi hapa mwaka mzima. Tembo wakubwa wenye meno marefu wanatembea kwenye eneo hili. Simba wanawinda katika nyasi ndefu. Nyati, pundamilia, swala na hata vifaru weusi adimu huishi pamoja katika eneo hili la ajabu. Mojawapo ya maeneo machache duniani ambapo unaweza kuona wanyama 5 wakubwa wa Afrika: simba, tembo, nyati, chui na kifaru ndani ya siku moja tu. Lakini Ngorongoro si hadithi ya wanyama pekee, pia ni hadithi ya binadamu. Kwa karne nyingi jamii ya Wamasai wameishi kando kando ya crater hii. Wamehifadhi mila zao, mifugo yao na maisha yao, huku wakiishi sambamba na mazingira haya ya kipekee. Na karibu na Ngorongoro ndipo yalipopatikana mabaki muhimu ya kale katika Olduvai Gorge, eneo ambalo wanasayansi wengi huita the cradle of human being. Mwaka 1979 Ngorongoro ilitambuliwa rasmi kama urithi wa dunia kutokana na thamani yake kubwa ya asili na historia.